iliyotolewa na bodi ya ligi ambayo ipo inapatikana kwenye vyombo, mitandao na kwenye forum rasmi ya bodi ya ligi na TFF. Ukiingia utaikuta. Bodi ya ligi inasema ni kweli Simba walikwenda pasipo kutoa taarifa, lakini bodi ya ligi taarifa yake pia inasema alitokea vurugu zilizosababisha Simba kutokuweza kuingia ndani, wakaondoka, na kwa sababu hiyo wakatumia. Sasa naomba tusikilizane hapa. Bodi ya ligi ikatumia kwa mamlaka ilionayo, ikatumia kanuni ya 34 ya kuahirisha mechi, na kanuni ya 34 ibara ndogo ya 1(3) inasema sababu ya dharura au na yenye msingi itakayokubaliwa na TFF inaweza kutumika kuahirisha mechi. Mjadala wangu leo mimi na nyinyi watangazaji na wananchi, tunachopaswa kujiuliza, je, palikuwa na sababu ya dharura ya kuahirisha mechi? Ukirejea kanuni ya 34 ibara ndogo ya 1(3) inasema sababu ya dharura. Sasa mjadala wetu ujielekeze, je, Simba ilivyozuia kufanya mazoezi ilikuwa ni sababu ya dharura kuahirisha mechi? Na je, hapajawahi kutokea matukio ambayo timu ilishindwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi na zikacheza? Sababu ya dharura naiona mimi ni labda katika msuguano ule kuna watu walifariki. Panapokuwa na vifo au majeruhi, watu wamepigwa, damu zimetoka, tunaweza kusema. Au kulikuwa kuna moto uliwaka, timu ikashindwa kuingia. Moto uko nje ya uwezo wetu. Lakini la pili ambalo tunaweza kujiuliza, je, labda mvua ilinyesha sana, maji yakajaa pale mlangoni, basi litaka kuingia, likaingia maji likazima. Mimi na wewe lazima tukubaliane hapa kuona sababu hiyo ya dharura. Mtu kukuzuia kutokuingia, inachotakiwa ni kanuni pia itumike ya hawa wamezuiliwa. Unapozuiliwa kanuni inasemaje? Kanuni inasema hawa waliowazuia wafungiwe au walipe faini au timu ishushwe daraja au timu ikatwe pointi. Kwa hiyo tulichokuwa tunakitegemea Simba kama walivyosema wamezuiwa, kwa tunategemea bodi ya ligi ndani ya ile kamati ya saa 72 ingetoa ruling kwamba waliozuia tumewabaini kama ambavyo imesema inawajua, na hawa tumewafungia kwa miaka 3 kama inavyofungia wasemaji, au hawa tumewabaini, tumewapiga faini, na ngoma ikaendelea. Kwa nini nasema sio dharura? Kwa sababu kikao cha mwisho kikubwa kinachotoa mwelekeo wa mechi kufanyika ni kikao cha pre-match meeting ambacho kilifanyika siku moja kabla, na kikao kikamalizika kwa timu zote kukubaliana kwamba wanaingiza timu 1:15 kwenye dimba kwa ajili ya kucheza. Kwa vikao vingine vyote hivi vilivyofanyika tunasema ni mbwembwe, ni matambo tu, ni watu kuonyeshana msuli na ubabe, lakini kikao kikubwa ni kile. Na hata ukirejea taarifa rasmi ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Bwana Nguto, alisema asubuhi akihojiwa na vyombo vya habari siku ya Jumamosi, akasema mechi ipo kama kawaida, wao wanaendelea kufanya jitihada za kuhakikisha wanatatua hiyo changamoto. Lakini ilipofika saa 7 saa 8 ikatolewa taarifa rasmi kwamba mechi imeahirishwa. Mtu huyo mmoja anasema mechi ipo, mtu huyo mmoja anakuja kusema mechi imeahirishwa. Huu ni uhuni. Kwa nini nasema uhuni? Kwa sababu tunapokwenda kwenye mchezo ziko gharama kubwa sana, na leo nataka niwachambulie gharama moja baada ya nyingine. Tunapokwenda kwenye mchezo ziko gharama zinaingiwa. Gharama ya kwanza ni uuzaji wa tiketi. Shirikisho la mpira wa miguu kwa kushirikiana na mamlaka za serikali ikiwemo TRA zina vendors. Vendors ni yule muhusika anayehusika kwenye kuuza tiketi, na sasa hivi tunatumia tiketi za kielektroniki. Yule anapotoa tiketi kwa elektroniki
kuna fee ambayo yeye anaipata kama commission. Katika mauzo ya tiketi yaliyofanywa, yeye ameshachukua commission yake. Maana yake mchezo unaposhindwa kufanyika, kuna watu wameingia hasara ambao ni TRA na TFF, kwa sababu ile commission fee yake ameshaichukua. Lakini lingine ni kodi ya serikali ambayo kwenye mchezo kama huu ni zaidi ya milioni 800 zinapatikana. Kwa kodi ya serikali inaenda mpaka milioni 110 na 20 mpaka 200. Kodi hii haijapatikana Jumamosi. Lakini la tatu, katika mchezo huo